Haleluya. Asante sana mtazamaji pale nyumbani. Ni jioni njema na ya baraka. Bwana ametujalia kukutana na wewe pale ili tubarikiwe pamoja na neno la Mungu. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa kujua. Na ndiposa Bwana Yesu amefungua mlango jioni ya leo. Tukutane na wewe tukajifundishe tu jinsi ya kutoka katika kufinyiliwa na kukadamishwa na ufalme wa giza. Ni Mungu mwenyewe anasema watu wangu, my people perish for the lack of knowledge. Ni watu wa Mungu wameokoka, ni sawa wanapenda Mungu, lakini wakikosa kujua wanaangamia. So mtazamaji, jioni ya siku ya leo kuna ujumbe ningetaka tushiriki. Sababu shetani, policy ya shetani siku zote anawinda watu wale wenye star kwa jamii, watu wale wenye star kwa kanisa, watu wale wenye star kwa nchi. Hao ndio watu adui huwa anafuata. Ana shida na wale wengine ambao hawana kitu. So jioni ya siku ya leo tuko na mitume hapa, tuko na Baba Bishop Ngunja, tuko na mtumishi wa Bwana hapa, na tuko na mtumishi wa Mungu mwingine pale kwa kona, na tutakwenda kulichambua neno la Mungu kwa dakika chache, kisha tuone kitu gani Mungu anataka kufanya kwa maisha ya mtu. So wacha niende nikaombe, and may the Lord bless you. Wacha twende tuombe na Bwana akubariki. Asante Baba wa mbinguni kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante kwa mtazamaji, mkono wako wa kukomboa ukamkalie, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Sasa nataka nikaribishe hawa mitume watusalimie. And may the Lord bless you. Sema hi tukisha tulete kwa Bishop. Hi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Evangelist Ephraim, mkaribia sana. Amen. Karibu Bishop. Waje tuanze na mtume mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Mnaoniona kwa majina naitwa Prophet Handsome, vile mnanijua. Thank you. Tunaendelea. Na mimi kama vile unajua mimi ni Askofu Daktari Kocha Moses, na leo kama vile tumesema tumekuja hapa tuangalie vile mtumishi wa Bwana amesema, maana watu wamepikwa transfer wengi sana, tunataka tuwarejeshe nyumbani. Maana wakati transfer imetoka unapelekwa jangwani, kuna watu wanjanja wanatafutanga transfer ya kurundi mali hakuko na handshake allowance. Kwa hivyo tunashukuru, na leo tuko pamoja katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante sana mtazamaji. Kuna ujumbe tukiushiriki siku ya jana. Kuna maandiko yameandikwa katika 2 Kings chapter 24. Saba na mafundi na mafua na wafua chuma 1,000 wote pia wenye nguvu tayari kwa vita. Hao wote mfalme wa Babeli aliwachukua mateka mpaka Babeli. Asante sana. Ni mistari 3 pale. Na mtazamaji, angalia sasa vile hapa tunaenda. Nebukadnezar alipokuja kuwachukua watu pale Yerusalemu, maandiko yanasema kwamba hakuchukua watu wale masikini, hakuchukua watu wale wanyonge, alichukua watu hodari wa vita, watu masujaa, watu waliokuwa na akili ya kifalme, wote hawakubaki. Akachukua watu 10,000. Yerusalemu ikabaki na watu wanyonge na masikini. So pointi ile tuko nayo hapa mtazamaji ni kwamba
watu wale wazuri wakiibiwa kwa jamii, hiyo jamii imeisha. Watu wale wenye hekima, watu wa vita, watu matajiri wakiibiwa kwa kanisa, hata kama hilo kanisa litabaki pale, linabaki kudharauliwa, linabaki kuonekana nduni, sababu limebaki na watu wanyonge tu. Na ombi langu ni kwamba tukakabiliane na roho ile tunaita destiny killer. Sababu destiny killer wanaangalia mtu mwenye star kwa jamii. Angalia Joseph. Joseph ndiye alikuwa na ukombozi wa nyumba yote ya Yakobo. Na si nyumba ya Yakobo tu, Misri yote na dunia yote. Na walitaka kumuua. Sababu gani? Ya star. Angalia Yesu Kristo aliposaliwa. Walisema tumeona star, na hii star si ya mtu wa kawaida. Na walitaka kumuua. Sababu alikuwa amebeba ukombozi wa watu wengi. Sasa Yesu kama hakufichwa, hata yeye angeenda. Yusufu ni favor ya Mungu ilimsaidia, hata yeye angeenda. So kile tunaongea jioni ya siku ya leo ni kwamba watu wote Mungu ametupatia, walioibiwa, waliopotea, Mungu ataturejeshea kwa sababu tumepata knowledge ya maandiko. Karibu sana mtazamaji, maana tuna mitume wengine hapa, star, nyota, star, nyota, kwa jina la Yesu Kristo. Karibu sana. Kulingana na vile ambao umesikia mtumishi wa Bwana amesema, kuna kitu leo nataka tuujue. Nebukadneza alikamata watu wale walikuwa na ujuzi, wale masujaa, wale wanaweza pigana vita, akaacha watu wanyonge, na maandiko inasema ya kwamba na maskini. Hii kitu kinanikumbusha kitu kilikuwa kinaitwa slave trade. Wakati wasungu walikuja hapa Afrika, kuna kitu kiliendelea. Ni ya kwamba walitafuta wale watu walikuwa wanachukuliwa kama slave, sio watu wale wanyonge, si watu walio vilema, sio watu wale ambao hawakuwa na mwili unaweza fanya kazi. Nao wote walikuwa wanachukuliwa wanaenda nao usunguni. Wale waliachwa Afrika, tukaachiwa wanyonge. Unaona, watu wale ambao hawana uwezo, watu wale ambao ni wagonjwa ndio wakaachwa. Maana wazungu hata wakati maandiko inasema wakati Yusufu aliuzwa Misri, aliuzwa kwa maana alikuwa anaonekana na potential. Maana hata yule ananunua slave, mtumwa, lazima angalie mtumwa wake. Number 2, mkiwa watumwa, hamuna uwezo wa kundefend kile kilio na nguvu chenu. Maana ndipo unakuta Nebukadneza hakukuwa na mtu wa kumwambia uwezi chukua masujaa, uwezi kuwa wale walio na nguvu. Alikuja akachagua wale wako na nguvu, akachagua masujaa, akaenda na wao, akaacha maskini na watu wana nguvu. Mimi kile nasema ni kwamba kuna roho na nyota iliyoibiwa lazima irudi kanisani. Kuna nyota iliibiwa ikapandwa kwa mbaa. Kuna nyota iliibiwa. Kuna nyota iliibiwa, asanteni, ikapandwa kwa wachawi. Ukienda kwa mbaa ndio kuna magari mengi. Ukienda kwa mbaa samani, ukienda kwa mbaa ndio mambo mengi utokea. Maana kuna nyota ilikuwa kanisani ikachukuliwa ikapelekwa kwa mbaa. Lazima tuamini Mungu atusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu mtumishi wa Bwana. Star. Tunapojaribu kufundisha mbinu ya nyota, haswa tukiangalia katika mataifa, kuna baadhi ya mataifa ambao yaliyo na nyota, lakini kwa kutojielewa nyota ile wanateseka kwa sababu wana nyota na hawaelewi. Hiyo ni kweli. Number 1, tuangalie East African Community. Tunayo nchi moja ambao ni Kongo. Hiyo nchi kwa sababu ya star imebeba, inateseka kwa sababu haijaelewa. Unaweza ukawa umebeba nyota, lakini hauelewi na haujui. Na usipojua kama umebeba nyota, nyota haitakusaidia. Na ukitaka nyota ikusaidie, ni utafute mahali palipo na madhabahu mazuri yaliyo na nguvu kama ile nyota ulionayo.
Kumbuka Abrahamu alikuwa ni mtu mwenye nyota. Lakini nyota ya Abrahamu kupitia ilibidi atafute sacrifice itakayepatia nguvu ile nyota ambayo alikuwa nayo. Akaandaa sacrifice ambayo haina kifano na wala haifanani na chochote. Akaipeleka milimani ambayo ilikuwa ni mwanae Isaka. Na alipotoa ile sacrifice ndiyo nyota ikang'aa. Ndiyo Mungu mwenye nyota akamtafuta, akaanza kumpa ahadi, akampa vizazi kwa vizazi. Ndio mpaka leo unaambiwa kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Daudi na ni mwana wa Abraham. Amen. Kwa hivyo utakuwa na nyota, ukose kuelewa, nyota haitakusaidia. Na tunaposema nyota, kila mmoja amezaliwa na nyota. Lakini yawezekana mazingira ambayo unaishi yamesababisha kwamba nyota yako hautumii. Yawezekana umezaliwa kwa kizazi cha laana, yawezekana mwenye unajisi, yawezekana kwamba unapopakaa palinajisi nyota yako. Tunapokuita katika madhabahu yenye nguvu, unapofika kwa madhabahu unakumbusha mwenye nyota kwamba iweke uhai na ipe uhai. Amen. Maana ukifika kwa madhabahu pale ambapo Isaka alitolewa, ndipo aswa nyota anointing na mwenye madhabahu. Sababu wengine tuko na star, lakini tuko katika mazingira yasiyofanana na star. Namba moja, nijitoe mfano kama mimi. Mimi ni mtu wa nyota. Babu yangu ni mganga, alikuwa na ushirikina. Yale mazingira ambayo nimezaliwa ni mazingira ya kishirikina. Kwa hivyo kama ningelikuwa na nyota haingeweza kufanya chochote. Na kama ningetaka ifanye chochote ningeenda kutoa agano ama maagano na ile miungu ya babu zangu. Lakini kumbuka, heri mwisho kuliko mwanzo. Maana utajiri wa maagano ya miungu ya giza huanga mwisho ni mbaya. Lakini utajiri ama nyota ya kweli ya mwenye nyota ambao ni Mungu aliyemtoa mwana wa pekee ili tuweze kunawiri katika nyota, ndio ukijiunganisha na madhabahu hayo, hata vitukuu vyako, watoto, babu wataishi na ile kitu iliyopewa na nyota ya Mungu. Hakuna kitakachoenda hasara. Kwa hivyo kuna kitu moja ambao kilichofanyika na Solomon. Solomon alipoteuliwa kuwa mfalme, alihakikisha atafute sacrifice itakayemgusa Mungu. Na ile sacrifice ilikuwa inataka ifufue yale makubaliano baina ya Mungu na Daudi babake. Amen. Na alipomtolea hizo sacrifice, ndio akasababisha Mungu akamwambia, omba utakacho mwanangu nawe nitakupa. Amen. Amen. Naomba nipumzike hapo, tumeshagusia pia. Amen. God bless you, man of God. Amen. Kwa sababu ya revelation. Mtazamaji, saa ingine tunaponena about star ama nyota, saa ingine watu huwa wana mistake, maana hawaelewi ni nini tunayokisema. Lakini star ni destiny, ni hatima. Joseph star yake inaonekana ikiwa kubwa, na hivyo ndivyo hatima yake ilikuja kuwa kubwa. Sababu alisema nimeota nyota 11, kusema yeye ndiye nyota ya 12. Sasa mtazamaji, shetani anapigana na watu wenye star. Vita yote umepitia mangumu katika maisha, ni wewe hujui kwa nini unapitia hiyo. Ni star. Ni star inafanya upitie hiyo. Mstari ule tumesomewa unasema, Nebuchadnezzar carried away prisoners the people of Jerusalem, all the royal princes and all the leading men. Yani watu wale wangelindi katika ile nchi, all the leading men, 10,000 in all. He also deported all skilled workers, watu waliokuwa wanafanya kazi na ustandi. Nebukadneza aliwachukua wataalamu wote wa miti, wa mawe, wa chuma. Nebukadneza akawachukua watu wote waliokuwa na akili ya kifarume, wote akawachukua. Masujaa wa vita wote akawachukua. Yani kusema watu wenye star wote, watu wenye maono, watu wenye hatima wakachukuliwa. Na jamii yote ya Yerusalemu wakabaki watu bure.
watu wasiojisaidia. Na kama vile tulisema kanisa kama hili alihitaji wamama wengi, linahitaji wamama wawili watatu wenye star waongoze wengine wafanye mambo makubwa. Wasee watatu wenye star waongoze wasee wengine wafanye mambo makubwa. So neema imefunuliwa jioni ya siku ya leo. Mtazamaji, tumekuja kuachilia star yako itang'aa tena, na hatima yako ni kubwa, itaonekana. Amen. Unajua apostle, vile umesema, Nebukadneza akachukua all the skilled men. Yes. Mafundi, ma royal princesses. Yes. Tunaona tukipiga inasema ya kwamba akabakisha watu maskini kabisa. Unajua siku hizi watu maskini hawasikizwi. Hata kama akona akili asikizangwi, hawezi sikizwa. lakini mtu amesimamisha TX ama Lexus akisimama, hata kama ametoa idea ya ujinga naambiwa hapo umeongea. Lakini mtu maskini hata atoe point kabisa, ataambiwa hiyo yako bado haijafika. Lakini mtu tajiri atoe point hata kidogo, ataambiwa hiyo yako iko sawa. Amen. Hata kama ni kwa familia, mtu tajiri ndo anangojeangwa. Yes. Anapigiwa simu anauliza ni lini utapatikana? Tuweke meeting. Ni lini utapatikana? Ni lini utakuwa free? Yani yeye peke yake ndio anangojewa. Lakini mtu maskini haezi pigiwa. Sure. Akisema tupatane hii siku, anaambiwa ngoja bado. Hata kama ana sauti kwa sababu ana star ya utajiri. Yani kwa familia na mko related. Yes. Bado wanakuambia hiyo siku watu watakuwa busy, kila mtu. Na hata kama unataka kuchaguliwa kiti kama MP, kama wewe ni maskini hauwezi fika. Hata kukampeni watu watakuwa wanaona au ni maskini tu huyu atatuibia. Lakini kama wewe ni tajiri bila hata plan B watakukampenia na hata wengine watakuvutia. Lakini kama wewe ni maskini utafukuzwa na mawe. Kama wewe ni maskini hauwezi pita. Lakini kama wewe ni tajiri unasikizwa. Kwa hiyo apostle anasema lazima tutende na hilo ya maskini. Yes. Maana kulingana vile anasema ni ukweli kabisa. Maandiko inasema maskini haheshimiwi. Maandiko inasema ya kwamba na hekima ya maskini udharauliwa. Na maandiko inasema ya kwamba maskini uheshimiwa hata na watu wao. Majirani watamuonaje? Kwa hivyo in that case, na ndipo tumekuja kugundua that's why wale ambao Nebukadneza aliacha ni maskini. Lakini wale wote walikuwa wanaonekana wako potential, wako na skill. Maana watu wako na skill, it is unakuta kuelewa mtu kama skill madaktari, skill maloya, wale mainjinia, wajenzi, mainjinia kama wa manyumba, hao ni watu wako na nyota, wa mabarabara wako na nyota. Hao alichukua walio na nyota, akaacha wale ambao hawajielewi. Hata wacha barabara tu, hata wale wangewatengenezea silaha za kupigana. Wenye skills hizo za kutengeneza mpaka silaha, bunduki, iwe ni mikuki. Sasa walibaki watu hawashiki kitu, hawajielewi. So watu wenye skill wote wakaondolewa. Watu wenye akili wote. Na unaona huyu mfalme hata mitume alichukua wote, mapriesti walikuwa pale. Maana aligundua hawa pia wanaweza panga kitu ingine, wapange kukujia watu wao kule. So waliacha watu hawawezi jipanga, hawawezi jiorganize, hawawezi jiorganize. Waulize watu wetu waliochukuliwa 10,000 walienda wapi, situfuate. Sasa unaona policy hiyo ndio ya Nebukadneza ndio anatumia. Aache watu wamejaa Yerusalemu, lakini ni watu ambao hawawezi kutana waseme situpigane turejeshe watu wetu 10,000. Yes,
Unaongea. Kuna hii kitu. Unajua pia umaskini ni mbaya pia. Hauwezi walifikiria kwamba hawa watu tumeacha. Hawezi fikiria. Ni watu hawana akili. Sure. They are not skilled. They are not skilled. They are not learned. They are nothing. Hawakuenda shule. Hawajasoma. Hawajui kufanya kazi. Wako tu. Hawezi jipanga. Hawajui kutengeneza masilaha. Hawajui kupigana. Waliacha watu kama hao. Apostle. Karibu. Yes. Tuende watu wetu mahali walipo. Yes. Kuna mtu ako mahali na anajiuliza, je, umaskini unaweza ukaniepuka vipi? Manake tunapoona umaskini na tuwe na mbinu na plani ya kumfundisha yule maskini, umaskini unaweza kumondokea vipi? Sure. Maana pia baadhi yetu tulie hapa tulikuwa maskini pia. Hatukuwa hivi tulivyo leo. Hasa Apostle, elezea mtu anaweza akaepuka na umaskini kwa njia gani? Mwelezee. Hiyo point ni nzuri sana. Unajua umaskini, kwanza tuanze hapo. Umaskini kwanza ni roho. Utajiri ni roho. Unakuja kuelewa kwamba maskini si hata hawana bidii. Na matajiri si hata wako na bidii kuliko maskini. Jambo la kwanza, hata kabla hatuja kuja the second department ya bidii, ya kufanya kazi kwa kujitolea, lazima udili na roho ya umaskini kama spirit. Maana ndipo unakuja kuelewa kwamba Biblia inasema, Yesu mwenyewe anasema, nimeshangaa kuona watumwa wako juu ya mafarasi na wana wafalme wanatembea na miguu kama nini? Kama watumwa. Ni kumaanisha kuna uwezekano wa maisha kubadilishwa. Kuna uwezekano wa maisha kubadilishwa mahali mtumwa wako unawekwa mwana wa ufalme, na mwana wa ufalme wako mtumwa anawekwa. Hiyo ni maisha ya kiroho. Kwa hivyo kuna ukarabati ufanywa katika hii dunia. Maisha inabadilishanwa. Watu wale wangekuwa wakuu, wale wangeajiri watu ndio wanaajiriwa. Hiyo ni kazi inafanyika kwa anga katika ulimwengu wa roho. Sasa lazima mtu agudue, kama vile mtume ameuliza, unawezaje kushinda hii roho ya umasikini? Jambo la kwanza lazima ujue. Ujijue. Maana usipojua we ni mfungwa, basi huwezi pigana. So lazima ujue mimi ni maskini na sifai kuwa masikini. So ukishajua Yesu alikufa msalabani, kama vile tunasherekea kufa na kufufuka kwa Yesu. Yesu alifanyika maskini tuwe matajiri. Sasa uanze kuuliza, na mbona basi niko masikini? Na Yesu alifanyika maskini wakati alikuwa tajiri, akafanyika maskini kwa ajili yangu. So ni jambo la kwanza ujue. Baada ya kujua, ujue ni kuibiwa, umeibiwa. Hivyo Bishop amesema. Maana Sulemani anasema kwamba jambo lile mbaya kabisa nimeona duniani ni hilo, kwamba wakuu wanatembea kwa miguu, lakini watumwa ndio wanatembelea farasi. Sasa unaona vile mambo imebadilishanwa. Na hiyo ndio Nebukadneza bando alikuwa anafanya. Anaona watu hao watasaidia nchi yao, watasaidia jamii. Anakuja anawachukua. Wanaenda kutumika kule kujenga nchi nyingine. Na ndio wangetawala, ndio wangekuwa wafalme kwa nchi hii, ndio wangekuwa wakubwa kwa nchi hii, lakini wanaenda kutumikia Nebukadneza. So mtazamaji, imefika wakati uulize, hii maisha ni yangu? Alafu sasa huyu mtume amesema kwamba utafute madhabahu yenye nguvu, uanze kufight hiyo umasikini ukiwa kwa hiyo madhabahu. Apostle. Bila unaweza piga roho ya umaskini. Unajua pia vile ulisema umaskini ni roho. Uchukue watu wa Runda na watu wa Mathare. Uchukue watu wa Mathare uwapeleke Runda. Runda itakuwa Mathare. Na uchukue watu wa Runda uwapeleke Mathare. Watu wa Mathare wakifika Runda waifanye Mathare. Watu wa Runda
waifanye, wakifika Mathare wataifanya Runda. Unajua wakifika Runda wataona vile mageti ziko. Waanze kutafuta mali wataweka vibanda. Wale kumepandwa maua. Yes. Wale kumepandwa maua wanangoa. Wanakatakata mboga. Kona ya mboga. Yes. Na watu walikuwa Runda. Wakiwa Mathare. Wataanza kutafuta njia yenye inaweza wabadilishe Mathare ya Runda. Yes. Wataanza kutafuta njia yenye inaweza ingia kwake. Lakini wale watu wakiwa Mathare, wale watu wa Mathare, yes, utapata 5 years later imegeuka ikakuwa Mathare. Yani Runda imegeuka ikakuwa Mathare. Yes. Lakini wale watu wa Runda 5 years later utapata ni estate ingine kubwa sana, kwa sababu wataanza kujenga nyumba ya mawe. Point. Yes. Na mtu mmoja alisema hivi, hao watu wa Runda hata wanyang'anye pesa yote, wakuje Mathare bila pesa. Pesa wakuje bila pesa hata shilingi moja. Yes. Mentality tu. Yes. Akili tu. Watakusanyika ulize hapa mbona tunakaa hivi. Akili tu. Watasema nde kwa benki tukope, tubadilishe hii area. Utakuta hiyo area imebadilika, so si pesa. Wanyang'anye pesa watu wa Runda. Wakuje bila pesa. Lakini akili yao si wamekuja nayo. Mentality na hilo. Ya mentality tu. Wakuje. Wataulizana hii mtaa tunaweza fanyaje tukaichange. Watakuwa hawana pesa lakini watatafuta njia. Sasa hawa ndio watu wenye skills. Hawa ndio watu wenye idea. Si pesa. Unajua hapo kile umesema umesema kitu ndio. Na bila Ansama amesema ni ukweli. Because unatoa mtu Mathare, lakini huyo mtu Mathare. Unatoa mtu Majengo, lakini huyo mtu Umajengo. Umajengo ni roho. Yes. Na Mathare ni roho. Yes. Na Runda ni roho. Yes. Mimi hapa kanisani yetu hii. Yes. Tumewekewa kaburu. Yes. Lakini unakuta mtu anachukua takataka anaweka juu ya barabara ya kaburu. Anaweka kwa kaburu. Mpite barabara tu. Maana mentality yao ni ya masandukuni. Yes. Sasa hiyo roho ya masandukuni hiyo tolewa na kaburu. Yes. Mpaka wengine tunapigana na wao hapa. Mimi nalipanga watu hapo wafagie. Nauliza mumewekewa kaburu. Si at least maintain hiyo kaburu hata kama wengine. Lakini unakuta mtu anafagia matope ile ya nyumba yake analeta kwa kaburu. Maana kile umewaletea ni kaburu. Lakini yale matope. Yes. Matope ya umasandukuni bado yako kwa akili. So kile kiliopo ni ya kwamba lazima tupigane na hilo. Ili hata ukipata pesa sipati kukusaidia. Maana ukipatia maskini saa hii pesa milioni ukuje baada ya mwaka utakuta bado ana kitu anakopa sukari robo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumegundua ya kwamba kila kitu ni roho. Ukishagundua kwamba kila kitu ni roho, so ni lazima tudiri navyo kiroho. Si ndio mtumishi wa Mungu? Yes. Manake tusipodiri navyo kiroho na tudiri navyo kimwili tutashindwa katika mwili, lakini katika roho tutashinda. Si ni kweli? Na endapo tutaombea mtu aliye na ukimwi, hatutoi vile vidonda, tunadai roho ya ukimwi. Ukishadai roho ya ukimwi, sasa vidonda vinakauka. Si anakuwa amepona. Kwa hivyo umaskini ni roho. Si ndio? Na utajiri pia ni roho. Lakini kuna umaskini wa covenant, wa kupewa. Amen. Kuna umaskini labda babangu ako na roho ya umaskini. So na mimi pia mwana mzaliwa kwa huyo mzazi nitalivi hiyo roho ya umaskini. Sasa kuna mwingine pia wa kupigwa na wachawi. Alizaliwa na hiyo roho ya utajiri lakini alipigwa na wachawi. So tunapokutana na huyo aliyopigwa na wachawi na yule aliyezaliwa, nani ambao anapaswa atoe na anapaswa saidie? Kwa hivyo yule ambao amezaliwa na hiyo roho itabidi
aliahidi atafanya kuvunja. Na kuvunja ni gharama. Kumbuka apostle, kufika hapo umefika, umelipa gharama. Na ukiwa huko tayari kulipa gharama, hakuna mahali utaenda. Kumbuka hata Mungu amelipa gharama. Sikia, kwa agano ya Abraham na Isaka na Yakobo, Mungu ile ahadi aliyeahidi vizazi vile, akalipa gharama ya mwanae wa pekee kwa damu na kwa mwili, leo umefanyika mtu. Kwa hivyo ikiwa huko tayari kulipa gharama, hakuna mahali utaenda. Na naposema kulipa gharama, sio kwa pesa yako, kwa sadaka yako, ni kuwa na moyo wa kusudi kumtafuta Mungu. Na utafute mahali ambapo palipo na madhabahu mazuri, maana pia hayafanani. Mengine yanafitika fitika, mengine yako na roho pia umaskini. Kuna baadhi ya yale yaliyo na roho ya utajiri, kuna baadhi ya yale yaliyo na roho ya umauti. Kwa hivyo sikiza mtu wa ndani anasemaje, akuelekeze kwa madhabahu yatakayokusaidia. Mtumishi, unasikiaje hapo? Amen. Karibu sana Bishop. Asante sana watazamaji wetu, tunaenda kutamatisha. Wale wako hapa na wale wako nyumbani, ninaamini kwamba tunasaidika. Naona watumishi wa Mungu wanaotutazama pale. Naona Mtume Sawe Reverend na kuona pale Kangemi na Nairobi. Asante sana. Sisi tunakula chapati za Mombasa huku. Karibu Mombasa. And may the Lord bless you. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya revelation mazito yale yako hapa. Mtume amesema kwamba kila kitu ambacho unataka kuona Mungu kwa maisha, lazima ukubali kulipa gharama. Na tumeambiwa hata Mungu mwenyewe anatufundisha jinsi ya kulipa gharama, maana alitoa mwanae wa pekee ili sisi tukombolewe, tutoke kwa mateso. Ndio sababu leo tunatoa mapepo, ndio sababu tunaponya wagonjwa, na ndio sababu tunahubiri injili. Yesu kabla haja kufa msalabani, tulikuwa sote tumewekwa kwa mfuko wa shetani. Hata hatukuwa na sauti, hatungekemea pepo, hatungesema shetani ashindwe. Lakini baada ya Yesu kukubali kwenda msalabani, akateswa, akafa msalabani kwa ajili yetu. Sasa tumepewa mamlaka ya kukemea umasikini, ya kukemea laana. Sasa na wewe mtazamaji, sio gharama sote Yesu alikulipia. Kuna gharama Yesu alikulipia. Na wewe ni vizuri ujue kuna sehemu yako, na wewe ujilipie gharama ili upate nafasi kwa anga. Asante sana mtazamaji, maana umasikini unavunjwa leo. Na Bwana Yesu angetaka watu wale wazuri wabaki kwa kanisa, watu wenye skills kama wale tumetaja, masujaa wa vita, matajiri, wana wa kifalume. Lakini naye shetani hao ndio watu wanawinda. Mbasa hizi magari zimejaa, zimepakiwa hapo. Kwa vilabu pesa ndio zinamwagika, lakini kanisani tumeachiwa wale ambao wako chini 150, lakini shetani amechukua wale wote matajiri. Jioni ya siku ya leo mtazamaji, tunarejesha kwa jina la Yesu Kristo utajiri wetu ulioibiwa, baraka zilioibiwa, neema itaturegeshea. Asante sana. Amen. Barikiwa. Tunataka kumaliza kama vile apostle amesema. Tunamalizia. Naona tunataka kuingia kesha. Leo ni Friday, kama uko pale tunakualika, tuko hapa kesha tunaingia maombi. Lakini kabla hatuyamaliza, apostle anataka kusema, maana lazima tuvuje roho ya umaskini, because hii inakuanga spirit. Si vile unahubiri sana. Nakumbuka nikimaliza testimony moja ile nitatoa, ni ya kwamba kuna siku moja mimi mwenyewe nilitoka Nairobi nikaenda kuhubiri Meru. Na nikawa nimealikwa na pastor mmoja. Mimi hata fare nilikuwa na kwenda pekee. Nikachukua briefcase nikaenda. Roho ya maskini ilikuwa mingi. Roho ya maskini ilikuwa mingi. Nilipoenda nikahubiri, anointing ikashuka kweli kweli. Ilikuwa Meru town mahali. Lakini hii ushuhuda nitakwambia. Tulipomaliza mkutano, mhubiri alinipatia 200. Hiyo 200
Nikashindwa kama nitarudi Nairobi nayo ama nitakula, maana ilikuwa ni aliona wivu, maana nguvu za Bwana zilishuka. Ni kama vile ulisema kuna wale wanasikianga vibaya. Yes. Kwa hivyo kile kilitokea ni ya kwamba nilipewa 200. Nikaenda barabarani na kuambia mambo ile kunivunja hiyo roho. Nilipoenda barabarani nikapiga hiyo roho, nikashika mchanga. Yes. Nikasema Bwana, naomba tu niondolee hilo. Na yule anasema hiyo maana kuna mtu mwingine akona shinda kama hiyo na tutaomba na wewe. Nikamwambia yes, Mungu niondolee hilo. Yes. Sauti moja ikaniambia niende Antovetwe. Kulikuwa na kanisa yangu ilikuwa Antovetwe, wewe unajua? Nikaenda pale, ilikuwa Sunday asubuhi. Nilipoenda mahali pale, baada ya maombi yale nilifanya barabarani, maana nililia Mungu sana. Nikaenda nikahubiri. Ile kusema amen, watu waliniwekea pesa. Waliponiwekea pesa wale watu, vile kulitokea baada ya kunifanyia vile mambo, vile kulivyotokea ni hivi, ni ya kwamba waliniwekea pesa. Wakiweka pesa nikagundua ile nguo nimebaa, mifuko yako imefungwa, ilikuwa suti mpya. Nikajua the same spirit ili imefanya nipewe 200 imefunga mifuko. Maana koti mpya mimi at times na kuanga simefungwa mifuko. Nikaambia watu ngojeni, kwanza nikafungua. Nikaambia Bwana, vile nimefungua mifuko, wacha maisha yangu yafunguke. Nilibarikiwa mahali sikuwa nimealikwa baada ya kudio na hiyo spirit. Ukiwa nyumbani, wacha tuombe na wewe. Na kama kuna roho yoyote imekukamata siku ya leo, wacha Mungu aivunje katika jina la Yesu Kristo. Ombea mtu fulani mahali. Nyinyi mnaniangalia, thank you so much for tuning. Nataka tuvunje hiyo roho. Yes. Ya umaskini ambayo imewakalia. Yes. Kuna watu wananitazama. Wako na same situation yenye ulikuwa nayo. Yes. Hawana mbele, hawana nyuma. Yes. Ninataka niombe na wewe. Yes. Mnao nitazama mliokuwa nyumbani. Yes. Baba, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. I declare in the name of Jesus. Yes, Lord. Roho ya umasikini iondokee hawa watu kwa jina la Yesu. Wanao nitazama kwenye screen na walio nyumbani. Kwa jina la Yesu, mahali popote ulipo. Nimekuondolea roho ya umaskini. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu nimekuondolea. Kwa jina la Yesu, roho yote ya umaskini inayokufuata nimeiondoa. Kwa jina la Yesu. Mnao nitazama, I declare nimevunja hiyo roho maskini na nimeiondoa kwa jina la Yesu. Pokea hiyo roho utajiri. Pokea hiyo roho utajiri. Pokea roho utajiri. Pokea roho utajiri. Pokea. Receive it now. Roho utajiri. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Mnao nitazama, roho maskini nimeiondoa kwenye anga yenu. Na nimewapea roho ya utajiri. Kwa jina la Yesu. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Uko mahali pale nyumbani hujaokoka. Unasema hilo yo maskini tapigana naye wapi? Lazima usaidiwe na Yesu. Usiposaidiwa na Yesu, my brother, hata ukichukua manjini atakunyonga usiku. Hata ukichukua kamuti katakula wakwako. Kile unaweza saidika nacho ni kuamini Yesu leo, naye awe kimbilio lako. Uko pale nyumbani au yaokoka, sema Bwana Yesu nisamehe. Bwana Yesu nisamehe dhambi zangu na makosa. Siku ya leo andika jina langu kwa kitabu ya uzima. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Kuanzia leo Bwana Yesu ingia ndani ya moyo wangu. Maana nimeamini na nimeokoka. Siku ya leo. Amen. Baba, tumebariki watumishi wako walio nyumbani na mahali popote wanatutazamia wakiwa. Bwana, wanyoshe mkono wa rehema, uwakumbuke na ushindi uonekane. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. God bless you mtumishi. Mungu awabariki. Sisi tuko hapa pamoja. Huyu ni ndugu yetu
Yes. Na huyu this my son, Yes. is my blood son. Yes. Na tumeshukuru Mungu kwa ajili ya wewe mahali popote ulipo. Amen. God bless you so much. God bless you. Shalom. Shalom.